Katika EPC Inspiration Team, Bwana ametusaidia katika hali ya kujua mambo yanavyoendelea na yaliyomo na yatakayokuwemo katika siku zinazokuja na zilizopo. Kwa hivyo siku ya leo ni siku nyingine ambayo tumejaliwa ili tupate kufumbua kama vile Baba ametusaidia. Ni jambo nililoliona katika huo mwaka wa 2020 tarehe 6 mwezi wa 6, na nikaona kwamba kuna watu ambao wanaenda na wakienda wanaenda kusoma. Na kile kisomo wanaenda kukisoma wanasomea udini ama uchungaji. Na nikaona kuna mtu mmoja ati huwa anafundisha hao watu wote jinsi ya kuwasomesha na jinsi watakavyofanya. Alafu anawaambia jinsi watakavyokuwa wakinena kwa lugha. Na akaniambia mimi ndio hufundisha hawa watu wote. Hawa watu wote wanakuja kusoma hapa ndio mimi huwafundisha. Nilikuwa ni mtu mmoja tu ndio anayewafundisha. Na alikuwa mtu ambaye alikuwa na uwezo. Sasa mimi nikashangaa kwa sababu yeye ndiye anafundisha hawa watu wote jinsi watakavyoenda kuhubiri na jinsi watakavyoenda kunena mbele ya watu wote. Hata kunena kwa lugha yeye ndiye alikuwa anawafundisha ili watanena. Jambo hili likanijaa katika masikitiko makubwa kwa sababu mimi najua katika uwezo wa Baba Roho Mtakatifu ndiye anayefundisha watu jinsi ya kunena ama kusema. Ningetaka nisome katika Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume nitakisoma pale kwa sababu wakati tunameambiwa tunajaribu katika maandiko tupate kujua. Katika sura ya 2 Matendo ya Mitume mstari wa 1 nasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuweko wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama vile Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuweko Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti iliposikiwa makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote wakastaajabu wakiambia, na tazama hawa watu wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yake tuliozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelami na wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakirete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Bwana. Wakashangaa wote wakaingiwa na shaka wakiambiana, maana yake ni nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema wamelewa kwa mvinyo mpya. Hiyo ni Matendo ya Mitume 1 mstari wa 1 hadi 13. Na pia tukisoma katika kitabu hicho cha Matendo ya Mitume 19 tutasoma pale tusikie vile ambavyo maandiko yanasema. 19 mstari wa 1 nitafika pale mstari wa 6. Inasema, ikawa Paulo alipokuwa Korintho, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana wanafunzi kadha wa kadha huko. Na akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yeshua. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yeshua Masihi. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Na jumla yao walipata wanaume 12. Na Wakorintho wa kwanza tutasoma pale, Wakorintho wa kwanza 14 tutasoma pale. Inasema hivi katika mstari wake wa 4, yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hujenga kanisa. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha,
lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye hutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Na mstari wa 23 inasema, haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa ameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote. Siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Elohim akianguka kifundifundi na kukiri kuwa Elohim yu kati yenu bila shaka. Kwa hivyo tunaona kwamba katika mambo haya Roho Mtakatifu anapokuja husema kwa lugha ambayo inaeleweka. Elohim humtuma ananena kwa lugha ambayo inaeleweka, lugha ambayo kama hii ninayoongea saa hizi, naweza ongea Kiingereza, naweza ongea Kiswahili, naweza ongea hata Kikuyu, hata Kidholuo, hata Kikalenjin. Hiyo ni lugha ambayo inaeleweka, matendo makuu ya Bwana ambao ametenda watu hawa. Lakini kama mtu ananena na akisha nena na hakuna mtu wa kutafsiri, basi imesema kwamba huyo mtu na nyamaze katika kanisa, maana anajijenga yeye mwenyewe. Kwa hivyo nilishangaa, kwa sababu wakati ninapoenenda katika njia nakuta nikaingia mahali. Kwanza mimi siku moja ambapo niliomba ninene kwa hiyo lugha. Ile lugha ilinijia ilikuwa Kihispaniola. Ndio ninena, si kunena kwa lugha nyingine. Kumbe nanena tu na lugha ya ile ambayo watu wanasikia. Nikanena kwa Hispaniola, lugha ya Kihispaniola. Kwa hivyo nena lugha ambazo hawa watu watasikia na wataelewa. Basi lakini nakuta mtu mwingine nikakuta mahali ambapo alikuwa anasema, sasa akaanza kusema, sasa wacha tunene kwa lugha kila mmoja. Sasa huyo akaanza kusema Hindilia ki. Hiyo ni lugha. Alafu mwingine akasema baba mama shaka. Sasa mimi nilipoangalia nikashira, hawa watu wanaongea vitu gani? Sijui ni baba mama shaka, sijui ni Hindilia ni kusema nini, ama ni kusindilia sijui. Lakini lugha ambayo inanenwa inasikika. Kuna lugha ya mbinguni, na hiyo lugha wewe mwanadamu huiwezi. Hiyo ni ya malaika na Elohim. Na malaika huja akanena kwa lugha ambazo wanadamu watasikia. Kwa sababu asiponenea kwa lugha ambayo nitasikia, nitamtii Elohim namna gani? Roho Mtakatifu anaposhuka, anashuka ili kwamba kila mtu asikie vile anavyonena, na wale walio karibu na yeye watasikia ile lugha ambayo anayonena. Kwa hivyo Roho Mtakatifu si wa kutungiwa. Roho Mtakatifu si wa kufundishwa, yeye ndiye anayefundisha. He is the spirit of teaching. Anateach watu. Si kwamba ni kitu ambacho unaweza iga, hapana. Ni kitu huja ndani ya mtu na akili zake. Kwa hivyo wakati mtu anapoenda na kusema kutunga vitu vyake, kama siku nyingine mwingine alikuwa anasema ati na mwingine nafasiri hapa ati amekubaliwa mbinguni, sijui ameenda ameketi kwenye mkono wa kiti cha enzi cha Bwana, amekubaliwa mbinguni, sijui ameketi kiti vitu kama hivyo. Hiyo ni vitu vya kuiga. Hapo hakuna roho baya ananena. Hiyo ni vitu ambao wanajitafsiria wenyewe na kujitafutia. Kwa hivyo roho huwa ananena kwa lugha ambayo mtu anasikia. Kama ulikuwa hapo na ulikuwa unasikia, unakuta mzungu anaanza kunena Kikuyu na hajawahi kunena. Unasikia kinena kwa matendo ya Elohim ambayo amefanya mambo makubwa. Mwingine ananena na akienda kufasiri anatafsiri visivyo, kwa sababu ni kitu cha kujitungia. Kwa hivyo hii lugha hii watu wajichunge sana. Inaweza kuwa ni lugha ya makufuru na watu hawajui. Inaweza kuwa ni lugha ya kukufuru Roho Mtakatifu na watu hawajui, kwa sababu unataka kujifanya umepokea, kumbe hauna, ni kitu chako wewe mwenyewe. Tena inasema hivi, wale ambao wanapokea huyo Roho Mtakatifu ni watu wa aina gani? Nikimalizia hapa katika kitabu cha Yohana 14 na mstari wa 15 nitasoma. Tusikie wale wanaopokea huyo roho ni akina nani. Masihi mwenyewe akasema hivi, mkinipenda, mkiniomba 14:15. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba,
naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Mnaambiwa kwamba tukimpenda tutashika amri za Bwana. Kwa hivyo kwanza ni amri za Bwana. Hizo ndizo za kwanza kwa mtu ambaye ameamini. Na hizi tumefundishwa tangu tukiwa watoto. Pili, baada ya kupokea amri za Baba na kuzitenda, tunapokea roho wa kweli, sio roho wa uongo. Kwa hivyo mtu ambaye hashiki amri za Bwana, huyo mtu hana roho wa Baba. Anayesema amri zilikwisha hana roho wa Baba. Huyo ni mtu ambaye ana roho wake mwenyewe amejitungia. Kwa hivyo ndio tunaona dunia imejawa na udhalimu kwa sababu ya vitungo vya watu kujitungia na kusema tu wana roho, lakini sio roho wa Bwana. Kwa hivyo unaposikia mtu akisema hivyo, hindilia, shakarabashaka kulibas, kata keki na kuku, vitu kama hivyo, hiyo ni vitu vyake amejitungia. Kuku, farasi, ngong, hiyo vitu ya huko. Ni mtu amefanya vituko vyake na sarakasi vyake muone kana kwamba ana roho, kumbe hakuna. Na alafu ndio manabii wametokea, hata wanadanganya watu. Anakuja kwa hii nyumba yote, anashinda akiropoka, alafu baadaye anakuitisha pesa. Anakuambia toa hii pesa, roho amesema utoe hii. Na ameropoka mpaka anasema unajinyenyekea, sema ni roho ya Bwana amenena. Wacha nitoe. Kumbe ni mwizi. Anakuja kukuiba na wewe hujui. Kwa hivyo tujichunge sana hizi roho kwa sababu zimedanganya wengi na mwisho wake zitaingiza watu katika jehanamu. Kila mtu ataulizwa ulikuwa unasema na nani? Nani alikwambia useme hivyo? Hiyo Masihi atakuja kukuuliza. Ulidanganya watu kupitia kwa hizo. Kwa hivyo tuchunge sana roho zingine zisije zikawa za kutupeleka katika motoni. Mtu anajitungia vitu vyake alafu anakuja analeta kanisani na watu wanamwamini. Hiyo haitakuwa vizuri mbele za Bwana, na Bwana atakuja kuhukumu kwa sababu watu wamejifanya kwamba wana roho, kumbe sio roho wa Bwana, ni roho wao wenyewe wamefundishwa na wamejitungia. Kwa hivyo EPC bado tunaendelea, mtazidi kutoa kulika na Baba bila na tusaidia katika kutoa na kudumu katika imani na kufundisha siku zote. Hinya